Hello mtazamaji wangu na msikilizaji wa channel ya Expanse Uongozi Point. Karibu tena katika mwendelezo wa mada nzuri kabisa ambayo tunatamani tujifunze siku ya leo. Jina langu naitwa Barnaba Mnyasi. Basi ni kuombe uniazime muda wako tuweze kusemezana machache. Na naendelea na kuchambua kitabu changu cha 4Js ambacho nilisha kielezea kwa undani kabisa. Kina mada nzuri sana ambazo chafaa sana kukisoma, na hivi karibuni kaa katika mkao wa kupata nakala yako katika namna ambavyo utapanua maarifa zaidi. Na hichi kitabu cha 4Js kina sura 11 na vipindi vilivyopita nilielezea sura ya kwanza hadi sura ya 7, ambako nilielezea sura ya 7 namna ya wewe kuwa bora. Nikasema kwa ufupi kwamba namna ya wewe kuwa bora maana yake ni, kwa ufupi tu, ni vile unavyotaka wengine wakufanyie basi wewe wafanyie vivyo hivyo, ambako tulisema inaitwa the golden rule. Wafanyie wengine vile ambavyo unatamani wewe wakufanyie. Kwa ufupi sana, na nikikumbushia hiyo maana ya namna wewe kuwa bora. Basi siku ya leo naendelea na kuichakata ama kuichambua kwa ufupi sana sura ya 8. Sura ya 8 ya kitabu changu cha 4Js, ambayo si sura inasomeka kama ushauri maalum kwako, the special advice for you. Na hapa nina makundi mawili ambayo natamani kuyazungumzia. Kundi la kwanza, ningependa sana kuzungumzia kundi la vijana ambao bado hawajaoa na ambao bado hawajaolewa. Nina ushauri maalumu na nina mambo mengi sana nikiyachakata hapa kwenye kitabu. Nimechambua mambo 24 na siku ya leo sitoyazungumzia yote, nitayasema machache sana kwa ufupi. Na katika haya basi nitakukaribisha uweze kupata nakala ya kitabu changu ili uweze kujua zaidi haya mambo 24. Huu ushauri nimesemaje? Nikasema ikiwa wewe una umri sana sana kuanzia miaka 18, bado ningeweza kuongea na vijana wa chini ya miaka 18, miaka 17. Naweza kaweka katika hilo kundi. Kuna 15, 16, 14, 13 wamepevuka kimawazo, lakini naona bado hawajafikia katika ile level ya juu zaidi. Lakini wewe ambaye una miaka 18, hebu sikiliza hii. Ukisoma hizi hekima ama ushauri, utajifunza mambo mbalimbali kuhusu maisha. Nikasema kwamba soma hapo ujifunze maisha na hekima ya namna ya kuishi na kufanikiwa ungali bado kijana. Hili ni jambo la muhimu sana. Na nianze na jambo la kwanza. Nimezungumzia kwamba jambo la kwanza, kama uko shule au bado uko chuo unasoma, nikusii sana, soma kwa bidii, kwa sababu ukifeli utakuwa umejipotezea muda wako. Hiyo ni jambo la muhimu sana kwa wewe ambaye unasikiliza na unatazama hii channel yangu. Nikasema soma sana ili uweze kufanikiwa. Na ndio maana katika maandiko ya kiroho kwenye Biblia nimepata andiko moja ambalo linatoka katika Mithali sura ya 4 na mstari wa 13, ambao huu mstari unasema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Angalia sana hizo hekima za Mfalme Suleiman. Aliona hili jambo, na ndio maana hata yeye mwenyewe katika mambo mengi aliyoomba, alimwomba Mungu jambo moja tu la msingi, hekima. Hekima ni yale maarifa ambayo unayapata na ujuzi mbalimbali ambao utakusaidia kuyakabili mazingira ambayo unaishi. Kwa hiyo kama kijana, hakikisha elimu ambayo unapambana nayo katika level ya sekondari, kama bado uko sekondari, na kama bado upo chuo, hili ni eneo la muhimu sana. Weka bidii. Basi hiyo kwa ufupi inatosha. Ushauri namba 2 naweza nikakupatia siku ya leo. Nimesema jifunze kuweka akiba ya pesa. Hili eneo watu walichukulia
kama sijui nisemeje, watu wengi sana hatujaweka nguvu katika ile eneo, na vijana wengi hasa wana ule msemo wanasema ponda mali kufa kwaja. Nani kakwambia ndugu yangu? Si sawa. Muda ndio huu. Usiseme kwamba ngoja usubirie uwe na ndevu nyingi, uwe ni mtu mkubwa ndio uweke akiba. Hapana. Ndio maana hata kwenye maandiko matakatifu kwenye Biblia kuna andiko nililipata na nitakushirikisha. Nikasema kwamba jifunze kuwa na matumizi mazuri ya pesa. Weka bajeti yako vizuri. Jiwekea akiba hizo unaweza kuweka benki ama popote pale unapoona. Siku hizi yako maeneo mengi ya kuweka akiba. Kuna hili eneo la UTT, UTT AMIS. Sasa unaweza ukajifunza ukaenda pale ukawekeza hisa zako, ukaweka pesa zako pale. Ukanunua hisa, ukauza, ukawa unanunua na kuuza. Hii itakusaidia. Nikasema kwamba katika hekima za Mfalme Suleimani kuna eneo moja aliliona kwa undani sana. Alitoa kama angalizo la kiasili. Yaani sisi tujifunze kwa chungu. Nafikiri wote tunawafahamu chungu. Wale sisimizi wale wadogo ama siafu, ukiangalia the way wanavyoishi, kuna namna wanaishi katika kuweka akiba. Na akatuambia katika Mithali sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 8, amesema kwamba ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Hebu angalia, yaani Mfalme Suleiman alituambia tukajifunza hii hekima kwa chungu, wale sisimizi wale, jinsi wanavyoweka akiba. Kwa hiyo mimi ni nani, wewe ni nani unayenisikiliza ukashindwa kuweka akiba? Anza sasa, usisubiri baadaye, maana inaweza ikawa ni mzigo mkubwa sana. Ushauri namba 3 kwa leo, nafikiri naweza kuzungumza mambo machache sana. Nikasema namba 3, jitengenezee mwenendo mzuri, ama kwa Kiingereza tunasema good character. Put yourself in that position of having good character, yaani tabia yako njema, ili uwe tofauti na wengine. Jijengee mwenendo mzuri wa tabia ili uwe tofauti na wengine. Jitofautishe na wengine, uwe mfano wa kuigwa. Ndio maana Mtume Paulo alikuwa anamwambia mwanaye wa kiroho Timotheo katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, amesema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi. Unasemaje? Unazungumza nini? Katika mwenendo, unaenenda vipi? Unatembeaje? Na katika upendo, unapenda vipi? Unashirikiana na watu wengine? Na katika imani na usafi, hata usafi my friend. Usione kwamba kujipulizia perfume kidogo, kutumia deodorant, kuvaa kashati kako kazuri ukachomekea, ukapiga pasi, ukavaa kakoti kako kakiatu, ni jambo zuri kama kijana. Huu ndio wakati. Wanakuambia hivi, if you don't have wealth, you don't have money for now, at least be smart. Be smart in the way you put on your clothes. Jinsi unavyovaa, kuwa smart. Jinsi unavyoongea, watu wakuone, wasikuone uko hobela, uko shagala bagala. Jitengenezee mazingira kama kijana barobaro, kijana mwenye nguvu. Huu ndio wakati wako wa kuonekana. Shine my friend, shine. Lakini jifunze kufanya kazi tofauti tofauti. Ushauri mwingine namba 4, jifunze kufanya kazi tofauti tofauti. Fanya kazi. Na ndio maana hata tukisoma katika kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 3 hadi wa 5, kuna story pale ya Bezaleli imeelezewa. Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri. Mungu alimpa uwezo wa ajabu sana. Alimpa uwezo wa uchongaji, kuchonga mawe, kuchonga vitu mbalimbali, mbao, ufundi wa dhahabu, dhahabu na fedha na mambo mengi. Kwa hiyo inaonyesha hata Mungu mwenyewe anatambua sisi kufanya kazi mbalimbali. Yaani kijana wa miaka 18 na kuendelea, kabla hujafikisha hata miaka 30 huko, huu ni wakati wako wa kuchakarika. Jaribu vitu vingi. Wewe jaribu.
Huwezi jua katika miaka yako ya 30 kule ndio utapata kuanza kuwa na maono makubwa. Huenda ukipata maono kabla ya huo umri ni jambo jema sana. Basi mimi kwa leo niishie hapa katika yale mambo 24 niliyokuambia na kushauri. Basi hayo 4 yanatosha kwa leo. Mengine jiandae kupata nakala ya kitabu changu cha 4Js, yani jifahamu, jitambue, jidhibiti, alafu jitolee. Jina langu naitwa Barnaba Mnyasi. Karibu tena kwa wakati mwingine. Asante.